kuweza kuwakabidhi rasmi ufunguo wa ujenzi wananchi wa hapa Mkuru, hamjambo. Mimi kwanza nataka niseme nimefurahi sana kufika hapa leo tena. Leo tumekuja kwa sababu mnajua nilikuja wakati ule mwingine, sio? Hapa leo tena tumekuja kupatiana manyumba 4,500. Na mambo bado. Mambo bado. Si ndio? Sasa hapa mpaka tufikishe nyumba 14,000 tukamilishe hizi magorofa yote haya, wananchi wakuja waishi ndani. Ndio. Niko nauliza hawa majamaa kama ni wao ndio wamejenga hii ama kuna watu wametoka dunia. Hii kazi yote hii, ghorofa yote hii ndio mmejenga? Mungu ni wa ajabu. Kawaida unajua manyumba kama hii ya ghorofa mingi kama hii imejengwa pahali pamoja, watu wanaona kule Europe, watu wanaona kule Marekani, lakini live sasa tunaiona na niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha Kenya, na hivi ndivyo kubadilisha Kenya. Haihitaji miujiza, inahitaji bidii na mipango na watu wenye nguvu kama nyinyi. Nyinyi ndio mtabadilisha hii Kenya ama? Tulianza juzi, hata haijafika miaka miwili ndio hii iko hapa. Sasa mimi nataka niwaulize, kama tungeanza hii kazi 20 years ago, Kenya ingekuwaje? Tungekuwa tumefika mbali. So mimi nataka niwaambie, hii kazi tumefanya hapa ni ya 2 years. Just imagine what is going to happen in 10 years. What is going to happen in 20 years. Hii dunia itabadilika. Na sio hapa peke yake hii manyumba inajengwa. Tuko na site 300. Hapa Nairobi peke yake, mnajua Kibera inaendelea. Mnajua kule Isili inaendelea. Sasa tunaanza Makongeni next year. Pale Makongeni tunataka kujenga estate 3 times this one. Hii Mkuru yote tukasafisha. Wale watu ambao wamekuja hapa
wengine tumewatoa Marigoine, wengine wametoka Riara hapa chini, mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna nini. Leo wamehamia hapa namna hiyo, na huko mahali wametoka sasa tutaenda kujenga nyumba kama hii kule. Sasa nilimuona jamaa mwingine wale bila agenda wale bila sera wale bila akili, watu wa Marigoine wasitoke Marigoine, wakae huko kwa Islam, wasikuje hapa kuishi hapa. Kuna akili China ya Kenya ndio hiyo. Mnaelewa? So mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu, Mungu atatujalia tufanye, tubadilishe taifa letu, kila Mkenya apate nafasi ya kuishi kama Mkenya mwenzake. Ndio. Hakuna mtu ameandikiwa atakuwa maskini siku zote. Tunaelewana? So tutafanya bidii na kila mtu tutamjua. Na sikizeni, hii manyumba sasa Kenya, ile kandarasi huyu mjamaa amesign, huyu kandarasi amesign ya karibu bilioni 600 kujenga hizi manyumba. Pesa ngapi? Alafu nimesema sasa tutakuwa na national program ya 5 trillion. Watu wengine wakasema haiwezekani. Kama hii iliwezekana, hiyo ya 5 trillion haiwezekani kwa njia. Watu waache hiyo bwana. Tutafanya tukiwa hapa, tutamaliza hiyo kazi when we are alive. Lazima ibadilike kwa vyote, kama nataka mbele na nyuma, lazima Kenya hii ibadilike. Mko tayari kubadilisha hiyo? Tunaenda kupatana na nyumba leo. Maneno yale mengine tutasema huko, lakini mimi nawaomba kwa unyenyekevu, my friend, msikubali watu ambao wale bila agenda, wale bila program na bila plan, watuletee siasa ya chuki na ukabila na kugawana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Must be united. Tunaelewana? Hapo ya kuunganisha Wakenya wote. We will continue. Sio manyumba peke yake tunajenga masoko, tunajenga hostels ya watoto wetu, na tunajenga taifa hili twende mbele, barabara nini tukisonga. Kwa hivyo asante sana. Si mnajua hawa jamaa wote hawa? Umesikiza mdosi. Sasa kabisa na washukuru. Umehakikishia rais wetu ya kwamba nyinyi ndio mmejenga hii manyumba ya ajabu tunaona, na hiyo ni kumaanisha kwamba tuko na watu ya kutosha, tuko na wataalamu wa kutosha wa kila aina, na kwa sababu nyinyi ndio mmejenga hizi nyumba, nyinyi ni fire. Jambo la pili ya mwisho ni kusema ya kwamba hii mradi ya manyumba tumeona ile kazi imefanywa katika miaka miwili. Mimi nikitathmini miaka 20, 30, 40, hii program ya affordable housing, institutional housing na market itakuwa imebadilisha Kenya na nchi zingine. Vile leo tunasema tunataka kuwa kama Malaysia ama Singapore, 20-30 years from now, other countries will be saying we want to be like Kenya. Fire, say fire.
Wapi makofi ya gavana wetu? Ni waziri wangu Alice Wahome anasimamia hii kazi yote. Pigeni makofi huyu mama. Niko na wabunge wetu wote hapa. Excellency, kwa ruhusa yako tunaomba tafadhali tumwache Mheshimiwa Rais atembee peke yake tafadhali. Wengine wote tunaomba kusimama tafadhali. Wengine wote tunaomba kusimama tafadhali. Tumpe nafasi Mheshimiwa Rais awe Rais wetu fire si fire. Wana Mukuru mnasemaje? Ukaguzi unaendelea. Mheshimiwa Rais anapoelekea kuwakabidhi rasmi funguo wale ambao wameweza kunufaika na ujenzi huu. Naelekea sasa sehemu yetu ya pili. Mheshimiwa Rais akielekea sasa kuwakabidhi rasmi funguo wanunuzi wa nyumba hizi. Tunaenda kupeana manyumba wasi. Ni furaha iliyoje kwa wakaaji wa hapa Mukuru Estate Phase 2, Mheshimiwa Rais kuweza kuwatembelea na kuwakabidhi rasmi funguo za nyumba. Tukielekea sasa sehemu yetu ya pili, Mheshimiwa Rais aweze kuwakabidhi rasmi wanunuzi wa nyumba hizi funguo zao rasmi. Bwana President anatembea. Bwana President live. Bwana President mdosi ako hapa mbele, mdosi ako. Rais atakuja kutuhudumia kwenye jukwaa rasmi. Wengine wote tuwasihi kwa unyenyekevu tafadhali tuelekee upande wetu wa pili kwenye jukwaa rasmi, mahali ambapo Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kuja kutuongelesha. Tunaomba tu kwa heshima wananchi tukubali kuelekea sehemu yetu ya pili. Tunaomba tu tuelekee upande wa pili kwenye jukwaa rasmi, mahali ambapo Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kutuongelesha. Sasa mbona wanakataa watu wasiingie?